Ugaga wanathie no nduri wakinya kuria ndi muthenya wa umuthi nyumagarite ngathie kundu gwitagwo remote route ni rumuruti okoro wanaigua ritwa tari uria gwetwo ni atendereka ndiraririria cia nyama iria uriaga ni njui umiendete itumbukiza ngindi miendete ichoma ona kangikarango wega no tutikoreriria icio njita mucirie FM Murimi digital muthenya wa umuthi tabarira ya Kayu ka Murimi ikaumagara igacera ranch ya kundu gukorwo gwi kumu no kundu guko kumuri kai kwina umithio i tondu ndina bwana Warren Evans. Warren ri ni waigua ritwa riu tiria Gikuyu ekaga atia bwana Warren? Yeah. Jambo bwana. Jambo sana. Unaelewa Kiswahili? Kidogo. Hiyo si kidogo vile umenielezea. Nimeona kweli unaelewa. Nataka umsalimie mtazamaji wangu pale. Mwambie wewe akikuangalia hivi anaona kwani nimeendea Trump mwenyewe ama nimeendea nani? Hebu msalimie pale mwambie wewe ni nani na unafanya nini hapa? Mimi naitwa Warren Evans, ni manager Olmaiso Farm Rumuruti. Rumuruti iko Laikipia. Ndio. Laikipia mtu akitaja anaona ukavu, anaona mahali ambapo hakuna kitu na akiangalia hivi anaona pale hata mvua haifiki. Hebu muelezee history kidogo tu yako ya kuja hapa Laikipia. Nilisoma alafu nikaingia kazi 2011. Ulipokuwa pale unasoma na umeniambia umezaliwa Kenya. Ndio. Hebu tupe history yako kidogo sababu mimi huwa naambia nimetoka hapa Nyeri Kafaru. Na wewe tuambie umetoka wapi na ukaja kazi wapi? Mimi ni mtu wa Nakuru. Mimi mwenyewe nilizaliwa Nairobi lakini baba na mama wote walizaliwa Nakuru. Hata Guka alizaliwa huko Nakuru, so kiangalia sana sisi ni watu wa Nakuru. Unajua umenifurahisha unamuita Guka na lile ni jina la Kikenya. Ndio. Tunajua ya kwamba wewe ni Mkenya na kazi yako unaifanyia Kenya. Ndio. Tuambie ulichaguaje wewe ukasema mimi sitaenda kufanya zile kazi zingine, mimi nitaenda kwenye kazi ya ukulima. Kabla hata tu discuss Olmaiso Farm ama hii ranch yenu na ile kazi ambayo mnafanya. Kwa nini ukachagua ukulima? Ni kitu ambayo ninapenda tu, unajua napenda hizi ng'ombe. Mimi napenda mambo ya kufanya kazi na bidii, unafanya kazi nje, mimi nadharau kukaa ofisi. Mimi naona hiyo ni maisha mbaya. Hata mimi huambia napenda ninaona vitu vinakuwa. Naona pale ndama amezaliwa anakuwa anakuwa nyama ama anaenda. Napenda mimea inavyomea, tunaitunza inamea. Yaani unaona bidii ya kazi yako unaiona. Ndio. Hebu tupe history kidogo ya ulipoenda pale kusoma. Sababu Kenya na nitasema hili bila kutaraji ama kuwaudhi watu wengine. Kuna degrees ambazo zimekuwa katika universities. Vyuo vyetu vikuu vimekuwa vikifunza watu degrees ambazo hazina manufaa. Pale council imekuja ikasema hizi zisimamishwe. Lakini wewe umeenda hata ng'ambo ukasoma ukulima. Hebu tupe ufafanuzi kidogo. Ulisoma ukulima vipi ama ni kozi gani ile ukulima? Nilisoma agricultural science. Katika hiyo degree nilisoma animal production ama livestock production na hiyo nyingine inaitwa dryland cropping. Yaani ile ya kulima na dryland. Mali hakuna maji. Na sasa ndio maana ukaona dryland ambayo ni Laikipia. Ndio. Hebu tuambie kwa nini ukachagua Laikipia kufanya ile kazi ambayo ulisomea? Tunajua ya kwamba ukisoma application ndio inamata. Usoma kupata vyeti vile hiyo haitoshi. Application sasa ya zile skills ambazo ulipata kule shuleni. Umeweza kuziapply aje Laikipia? Hapa unajua hapa ni rahisi kuapply sababu ni ile kazi unafanya naye, ni ile kuimprove production. Ni wapi utaweka nguvu yako ndio production ina improve. Na kwa ng'ombe hii ni kama ni utalisha namna gani, utatoa njaa at what point, vitu kama hiyo. Tutakuja pale kutunza huyo ng'ombe mpaka atimie kile kiwango sababu naona ni ng'ombe wanafurahisha. Ilhali kuna ng'ombe wengine huwa tunaona tukisikia ni beef, anakaa amechakaa lakini hao ng'ombe wako wana afya nzuri sana. Tuseme ranch kama hii yenu Olmaiso Farm. Ni ranch sijui ina upana gani, ni kiwango gani sababu unajua Laikipia na sehemu nyingine za Kenya ambazo mvua hainyeshi ile nyingi zina mashamba ambayo yameachwa kule. Hili shamba lina upana gani, ni size gani? Hii shamba hii ni 12,000 hectares. So ni shamba kubwa na najua hii area ni kafu sana. So wezi jua itanyesha
na saa zingine inanyesha huku, lakini hapa hapati. Haifiki. Kama sasa nimeona mvua imekuja ikatupita sijui. Ndio. Kwa hivyo si mara ya kwanza mvua kufanya vile. Hata mwezi wa 11 hii mwaka ilipita, tulikosa mvua ya Novemba. Sasa mliona tu vile tunaambiwa utaiona tu kanyesha tu Nyanyuki. Hiyo area sisi hatukupata, unaona tu kinyesha, lakini hiki sio kizuizi cha kusema ya kwamba wewe hutafanikiwa kwenye ukulima wako. Ndio. Tuseme sasa application ya zile skills katika hili shamba. Mlipokuja mkalichukua lile shamba, mlichukua kwa nani? Sijui ni kununua, sijui mkachukua kwa serikali, sijui ni kukodisha, ni lease ama ni kununua ama ni vipi? Grandfather yangu alinunua hii shamba 1968. Akauza shamba yake Nakuru, akakuja hapa achukua loan kwa bank na alinunua hii shamba. Wakati wengine walienda kuchukua plot kidogo kidogo, yeye akachukua hili kwa upana wake akijua ya kwamba hiyo sasa ndio hesabu alipiga. Alipiga hiyo hesabu. Na kweli na vile vile alikuwa na shamba mbeleni Kampio Moto, hiyo akauza. Sasa akakuja pandi. Ulipokuja hapa umesema ulikuja 2011. Sijui ni mambo gani ulifanya ili lile shamba liache kuwa wasteland liwe usable land. Umesema wewe uko na zile skills za kuturn ile ambayo inaonekana desert into an oasis. Sijui ulifanya nini ulipokuja ukaanza aje? Sababu watu wengi wakianza kazi pale hawajui waanze wapi. Sijui mtaji, capital ama nini, ulianza vipi? Hapa tu ni kutunza nyasi na kukula nyasi na style ambayo inafaa area. So najua ukiweka ng'ombe mingi area hii utakuwa na nyasi. So ile management tu ya grazing ambayo unaweka ng'ombe hapa alafu unaendelea hapana kaa area moja unakula hapo alafu ni kumaanisha hawa ng'ombe wako huachilii tu waingie kwa shamba lolote lile? Hapana. Unapanga aje? Unajua hapa tunaweka kama ng'ombe 100 na mchungai moja. So yeye ni kazi yake ni kulisha. So unamwombea tu mkule pandi. Nini yote mkule hapa. Hiyo nyasi kisha mnaingia section nyingine. Baka hivyo. Alafu ukiona ukirudi sasa hiyo nyasi imekuwa. Nyasi iko na rest period ambayo inatakikana. Kama ni kufinya tu kila siku kukula nyasi, hii mdomo ya mifugo inakuwa kama roundup. Hii itafagia kufagia. Inafagia nyasi yote. So unafanya grazing na mpango. Hili shamba lako ni kubwa tu. Lakini huji ukajaza ng'ombe. Ni hesabu gani unapiga pale hivyo unaposema ya kwamba ng'ombe fulani wanafaa kuwa kwa acreage fulani? Hiyo ni kitu unaenda tu unaangalia hiyo ile nyasi iko, unaweka hizo ng'ombe ndani. Alafu unapima sasa imekaa how long. Kama inakaa kama 1 month nyasi imepungua, sasa zinaingia block nyingine. Alafu unajua tu unaangalia ile nyasi unajua ikiacha kunyesha utajua ile nyasi uko naye. Sasa unalinganisha ng'ombe na ile nyasi uko naye. Ni hesabu ambayo unapiga, unatoka pale kwenye vitabu, unaingia huku kwenye ardhi yenyewe. Ndio. Tuangalie nchi ya Kenya. Nchi ya Kenya imekuwa ni nchi ambayo ni ya kuagiza tu. Kuna wakati ule tulikuwa tunasema ya kwamba sisi tunauza bidhaa nchi za ng'ambo. Lakini sasa tunaagiza hata nyama. Ni kumaanisha hatuna ng'ombe wa kutosha ama ni vipi? Ng'ombe inatosha Kenya, lakini unajua kuna watu wengine hawapendi kuuza ng'ombe yao, lakini Kenya iko na ng'ombe mingi. Wale wanasikia ya kwamba ana attachment na ng'ombe wake. Ndio. Labda za zingine hawezi uza. So nakuta wafugaji wengi labda si wa kuuza. Ama wanachelewa kuuza. Sasa ukikuta ng'ombe imelegea kwa mwili labda hutaki kuuza, sasa unakaa naye. But Kenya iko na ng'ombe mingi, but bado tuna import ng'ombe. Na si kumaanisha ya kwamba hatuna ng'ombe. Na labda sisemi vile kwa kudharau. Labda wale ng'ombe wao hawatoshi kuliwa. Ng'ombe wako ulijuaje ni breed ama ni kuwa feed ama ni nini? Hii ng'ombe nategemea tu na nyasi, hatulishi. Sasa labda ikikauka zaidi ndio utalisha na chakula kidogo kidogo. Lakini hii ng'ombe hapa nategemea tu na nyasi. Na hakuna chemicals ambayo inatumika ama feed booster ama kitu kama hiyo. Unajua kuna mainchi zingine wanatumia hormones nini. Hapa ni nyama tu ni natural. Hii natural setting, ng'ombe Ndiyo. anakuwa vile anavyofaa kukua. Ndio. Sijui kama una zile statistics ni wapi ng'ombe wenu mnauza wapi, wanaliwa wapi ama hii ng'ombe yetu unataka jua ni ng'ombe ngapi na kuliwa Nairobi? Ni kama
walifanya study sijui 2016 kasema inakuliwa ng'ombe karibu 3,000 kwa siku Nairobi. 3,000 kwa siku. Sababu kila boma wanataka kunaweka nyama mahali. Ndio. Ni ng'ombe mingi. Ni kumaanisha ile hesabu ikipigwa vizuri, yule mkulima ambaye ana shamba kama hili tu yani, na hajaweza kulifanya into usable ama economic value. Hii ni biashara nzuri sana ya kufanya. Hii ni biashara mzuri ya area iko na aina mvua mingi, kwa sababu ni ng'ombe tu nakula nyasi, ukitunza nyasi ni simple. Na sasa tunaposema ya kwamba ng'ombe hahitaji ile mvua nyingi, maji sijui mnapata maji yenu kutoka wapi? Unajua siku hizi wakulima wamekuwa wengi, so wananyonya hiyo mtoni tuko naye, wamenyonya sana, so tume invest kidogo na madems. Hapa kwa hii farm kuna dams ambazo kuna visima ambavyo na kuna tumechimba maballs kidogo, so tunatoa maji na tunategemea na hiyo tu, sababu zamani tulikuwa nategemea na mtoni, lakini siku hizi ni shida kidogo. Kama kwa mfano saa hiyo umekata miti kule, mito yote imekauka. Si miti wamekata, ni wakulima ndio wananyonya maji mingi kulima nyanya. Wanatumia mingi sababu wanataka kukuza mimea mingine ambayo wanatumia. Ukikuta saa hii mtoni hakuna maji ndani, tumesimama. Lakini wewe huoni impossibilities? Wakikausha hii unatafuta nyingine. Tunafungua nyingine. Huwezi funga duka yako sababu ati mambo hayajafanyika. Lazima tuendelee. Nataka wito wako kwa wale vijana ambao wako kule Nairobi wanatafuta degrees ama courses ambazo kabisa haziwezi fanya kazi Kenya na hata nchi zingine. Sijui wito wako ni upi wewe kulingana na experience yako ya kwamba ulifanya course ambayo labda kuna mtu ambayo ataidunisha, lakini wewe unaona inakuletea faida na ni course ambayo ungeadvise wengine wafanye? Course ya agriculture ni mzuri kwa sababu watu wote lazima wakule, si ndio? Kabisa. Kama ni nyama ama ni ugali whatever, lazima hiyo chakula natoka mahali, na unaona vile population yetu inaendelea kuwa kubwa na watu wamekuwa wengi, so obvious tu agriculture ni number one. It's a number one thing to do. Number one. Hata tukiambiwa basic human wants, food ndio ya kwanza. Food ni kwanza. Kwa hivyo ni kumaanisha kila mtu duniani ndio anahitaji chakula. Kabisa. Akihitaji chakula na mimi naona hela pale hiyo. Ndio. Nashukuru sana bwana. Wacha tupumzike kidogo. Asante. Kisha tutakuwa tunarejea tuongee na manager mwingine wa hapa. Ndio. Mureri wa Kameme TV ndukambe guthie kundu tondu haha ni urakona wira aruta maya mahio mothe maratungatirwo kundu kuu ugaga ati kwina riua guku ukiona riua we arona kugacira urimi-ini tondu ngwira kuri matokuya icembe ri tukiambe tutithie hanini tucokererie kahinda gatari coho.